Lakini Baba Ojwang unakuta ni wale watu ambao mikono yao imefungwa. Ni mtu ambaye hata akiguza chochote katika mkono wake unakuta hakiwezi kaa. Just imagine, pesa amechangiwa pesa almost karibu 10 million, lakini sasa anasema hana kitu, hajui vile zilivyoenda. Ni mtu ambaye mikono yake imefungwa. Amepoteza mtoto huyu ambaye ana nyota kubwa. Na tena hata kama kuna usaidizi mwingine ulikuwa unakuja umempotea. So unapoangalia kabisa kwa kawaida si bure. Huyu mtu mikono yake imefungwa. Huyu mtu anahitaji msaada wa kiroho. Mtu kama Baba Albert hana macho ya kiroho. Mimi nitasema hana macho ya kiroho. Na angelikuwa na macho ya kiroho, angeona wakati mtoto wake amekufa. Na ameondoka aliyekuwa na nyota kubwa. Sababu jambo la kwanza, kama alishindwa kujua nyota iko ndani ya mtoto wake, amsaidie. So unakuta sasa hata mwenyewe hajielewi. Na ndio unakuta kwamba hata hizo pesa akichangiwa saizi hata kama ni bilioni 1, baada ya mwezi mmoja atawaambia jamani, pesa sijui zimeenda wapi, pesa sijui nini ina wapi. Na mahali alikosea tu ni wakati alipokea pesa kutoka kwa politicians. Wakati alipatiwa milioni 2 kutoka kwa politician, that is blood money. Na blood money, wakati unapochukua blood money, inafanyaka hata zile pesa zingine zote hapo, inakujanga hata kuchukua zile pesa zingine zote. Hello, a very warm welcome wherever you are watching us from. This is Tales by Nelima. My good name is Edith Nelima, and today on our desk is Apostle Israel Yohana. Karibu sana Apostle. Asante sana. Yes. Maybe for those who are watching you for the first time, kindly introduce yourself. Okay, naitwa Apostle Israel Yohana. Mimi ndio askofu kwa makanisa naitwa Soul Winning and Healing Ministry International. So siku ya leo karibu mahali hapa. Na mimi pia ni counselor katika mambo ya kiroho. Mimi ni mshauri wa mambo ya kiroho. So mambo yanapotokezea, basi mimi natoa ushauri wangu kwa njia ya kiroho. Maana mimi si mwanasiasa, mimi ni mtumishi wa Mungu. Nikiwa mtumishi wa Mungu, mimi nashauri watu kiroho. Mapenzi ya Mungu ni gani? Mungu anasemaje? Maana mimi ndio sauti ya Mungu. Mtumishi wa Mungu ni sauti ya Mungu. Yes. Karibu sana. Wow. Tumekukaribisha sana kwa Tales by Nelima. Na mchungaji, kuna masuala ambayo yanaendelea sana hapa nchini Kenya. We saw the other day Wakenya walijitokeza sana kuchangia baba mwenda zake Albert Ojwang pesa baada ya kufariki, na pia mambo yametokea kwamba pesa zimeweza kupotea kwenye simu ya babake. Maybe we just want you to advise in a spiritual way so that people may learn from this story. Yeah, welcome. Okay, mimi kuna kitu kimoja nataka nisungumzie kuhusu vifungo ambavyo watu wanaishi navyo katika maisha na hawaelewi. Unakuta kwa mtu katika maisha yake, huyu mtu kuna vifungo ambavyo ako navyo. Mikono yake ni kama imefungwa, huyo mtu hawezi guza pesa, yani hata akipata milioni 2 ama milioni 10, zile pesa hatafanya nazo kitu. Hata afanye kazi ambaye ni mamilioni ngapi, huyo hizo pesa zote zitamsaidia kwa sababu mikono yake imefungwa. Na watu ambao wamefungwa mikono yao huwa wana shida nyingi sana katika maisha yao. Nimepigiwa na watu kutoka sehemu mbalimbali, wengine wakiwa sehemu za Europa, wengine hata Asia kule, wengine sehemu hata ya Russia. Na mtu anasema kwamba mimi nilianza kazi yangu, nimefanya kazi miaka 20 na kitu, lakini ile kazi hakuna kitu inanisaidia. Mimi nashika pesa zinakaa ni kama zinamea mabawa. So mtu kama huyu unakuta kwamba mikono yake imefungwa. Mtu amefungwa mikono. Ile mikono hata ikiguza kitu, hakuna kitu ambacho inaweza kufanya. Mtu kama huyo anahitaji kitu kinaitwa ufunguzi wa kiroho, afunguliwe mikono yake. Ama destiny yake huwa imefungwa. So unakuta sasa tunapoangalia hii habari ya huyu mzee anaitwa Baba Ojwang. Baba Ojwang ndio hata kama amemlea mtoto, leo mtoto na shida nyingi. Na kuna mtu mwingine, na maisha yake yalikuwa maisha haya, alikuwa masikini wa mwisho. Kwa hivyo yule mtu alikuwa nyota katika nyumba yake, alikuwa ni Ojwang. Ojwang tu ndiye alikuwa amekuwa mwangaza
katika hiyo boma, na ndiye alikuwa amelete mwangaza katika hiyo boma. Na vile nilivyoeleza kwamba kwa sababu huyo mtu unapokuwa na nyota kubwa katika maisha na ukose mtu wa kukusaidia kiroho kuhusu nyota yako ya maisha, basi unakutaga tu wale wezi wanaitwanga ni destiny killers, huwa wanaiba nyota yako. Maana wezi wa nyota wapo wengi sana katika familia. Kuna mtu anajua kusoma nyota ya mtu, na anajua huyu atakuwa daktari, na anajua huyu atakuwa engineer, huyu naye atakuwa profesa. Kwa hivyo hao unakuta kwamba kama huyu mtoto hatapata ulinzi wa kiroho, hatapata usaidizi wa kiroho ili apate ule spiritual protection, utakuta kwamba huyu mtoto nyota yake itaibiwa na hao wanaitwa destiny killers. So baba ya Ojwang, mtu ambaye alikuwa analete mwangaza katika maisha yake, alikuwa Ojwang, kwa sababu Ojwang alizaliwa na nyota kubwa. So alipokufa hivyo, basi alikufa na nyota yake. Na alipokufa na nyota yake, sasa baba Ojwang alibaki hivyo. Na tunapoangalia baba Ojwang mwenyewe, hata ukimwangalia, napoangalia hata wasema mambo ambayo unahitaji kuambiwa, lakini baba Ojwang unakuta ni wale watu ambao mikono yao imefungwa. Ni mtu ambaye hata akiguza chochote katika mkono wake unakuta hakiwezi kaa. Just imagine, pesa amechangiwa pesa almost karibu 10 million, lakini sasa anasema hana kitu, hajui vile zilivyoenda. Ni mtu ambaye mikono yake imefungwa. So baba Ojwang anahitaji sana washauri wa kiroho, wamshauri na apate pia usaidizi wa kiroho, kwa sababu sasa akiendelea hivyo amepoteza mtoto huyu ambaye ana nyota kubwa, na tena hata kama kuna usaidizi mwingine ulikuwa unakuja umempatia. So unapoangalia kabisa, kwa kawaida si bure. Huyu mtu mikono yake imefungwa. Huyu mtu anahitaji msaada wa kiroho. Na si yeye peke yake, kuna watu wengi sana ambao destiny zao zimefungwa. Na unaweza kukuta labda katika familia, unakuta hii familia ni watu ambao wamehangaika, wameng'ang'ana, lakini kunatokea tu mtu mmoja katika hiyo familia anainua familia mzima, kwa sababu huyo mtu mwenye amezaliwa huko, unakutaga huyo amekuja na akakuja na nyota kaangaza katika hiyo familia. So unaweza kuta katika familia hii kuna watu masikini, lakini kunazaliwa labda mjukuu ambaye atabadilisha hiyo familia, kwa sababu huyo mjukuu amekuja na nyota yake ikang'aa, na nyota ilipong'aa alipata watu wa kumsaidia. Unajua kuna wale ambao wanaitwa destiny helpers. Destiny helpers si lazima kuwe wa ukoo. Si lazima ukoo wenu mnaweza kuwa hata mna laana ya kutosonga mbele, mumefungwa kabisa, lakini kutoke tu mtu katika ukoo wenu aende apatane na destiny helper mahali na msaidie kiroho, na ainuke na akuje kuwakomboa. So katika maisha hii ya tunayoishi pia tunahitaji wale wanaitwa destiny helpers. Hatuwezi vuka ng'ambo ile nyingine bila destiny helpers. Kila mtu anahitaji destiny helpers. Na unapoona aiwe nani ama nani, hata kama ni mtu kama Ruto alikuwa na destiny helper ambaye alikuwa ni Mzee Moi. Kwa sababu Ruto unakuta kwamba yeye alikuwa na kazi yake ilikuwa ni kuku pale, kuchukua kuku na kuhoko. Na sasa ndio kukaja destiny helpers ambaye ni Moi. Akamtoa pale kwa kuku, akampeleka kwa KANU, ilikuwa ni KANU Youth 92 wakaenda kuwa na Irongo, na alipofika mahali pale aitajirika kushinda hata Jirongo. Sasa hizi unakuta Jirongo sasa hizi ni mtu fukara, na Jirongo ndiye alikuwa na maestate na kila kitu, lakini unakuta sasa Ruto alipata destiny helper wa kumsaidia katika maisha yake. So unakuta nao huyu mzee amezaliwa katika boma ya watu ambao wamefungwa, hawawezi nawili, hawawezi ongezeka. Na unakuta kwamba mtu kama hawezi ongezeka, unakuta hata kuongezeka hata kifedha hawezi ongezeka, hata kimaisha hawezi ongezeka, kwa sababu yeye amefungwa tu. Kuna watu wamefungwa, kuna wengine wamefungwa matumbo yao. Sasa naongea hapa ya kufungwa. Kuna watu wamefungwa matumbo yao. Kuna watu hata masomo yao yamefungwa. Kuna watu yani tu kufungwa ni kwa aina nyingi. Unakuta kuna mtu amefungwa masomo, kuna mtu ndoa yake imefungwa, kuna mtu ambaye sasa hata pesa zake zimefungwa, kuna mtu hata utajiri wake umefungwa. So hata kama ni biashara unakuta ile biashara inafungwa.
kwa sababu huyu mtu hana destiny helper. So katika maisha tunafaa tuombe sana Mungu akuunganishe na destiny helper. Na sasa kuna kitu mtu anaulizaga, destiny helper nitampataje? Destiny helper hukuja wakati ambapo maisha yako yanafunguka. Destiny helper huwa anakuja wakati, ama destiny helper pia anaweza kuja mtu ambaye atakusaidia maisha yako kufunguka. Destiny helper pia anaweza kuwa hata mchungaji ambaye anaweza kusaidia kiroho maisha yako yafunguke na kutana na baraka zako. Destiny helper anaweza kuwa tu ni mtu ambaye amekuja katika msaada wa Mungu katika maisha yako, kufungua, kusaidia katika maisha yako. So hebu endelea, uliza swali lingine. Unasema destiny helper ni mtu ambaye amekuja kukusaidia. Ni mtu ambaye ametumwa katika maisha yako kukusaidia. Kwa hivyo wakati ambao ni mgumu kama huu ambao baba yake Albert Ojwang amekuwa anapitia, labda angejuaje destiny helper wake, ama angejua kivipi kupitia kwa maisha ya kiroho? Kama mchungaji unaweza mwambiaje? Sasa kuna watu, unajua jana unaposema mtu amefungwa maisha yake, mtu anapofungwa maisha, jambo la kwanza unakutanga hata maisha ya kiroho amefungwa. Hawezi yakaona mbele, kwa sababu kuna watu unakutanga hata maisha ya kiroho amefungwa totally. Na nimekutana na watu wengi sana wamefungwa. For example, mimi huwa sipendi kuingilia dini. Lakini nakutanga kutoka napoenda nao, unajua watu wanasemanga mimi naingilia Wakisii sana, lakini mimi napenda Wakisii kwa sababu wengi wao ni marafiki zangu, na watu ambao wananipigianga sana na wasaidia, wengi wao ni Wakisii. Kisii kuna dini moja, Wakisii wana dini moja ambao inawafanya wanakaa kwenye mila sana. Hawataki kuzama kiroho sana. So hiyo dini huwa ni kama inawakozesha kuzama kwenye roho sana. So unaweza kuta kuna mtu amefungwa na dini, hawezi sama kwenye roho sana. Hata si Kisii peke yake. Utakuta hata sasa, for example, unapoenda kwa acha nitaje sasa kila makabila na dini zao. Unapoangalia sana kwa Waluya wengi sana, ukiangalia kama kwa Wabukusu, Wabukusu wengi sana wanaamini miungu. Wanaamini miungu sasa, yani kuabudu miungu. Sasa mtu kama yule kumtoa kwa miungu, umlete katika kiroho, inakuwa ni ngumu sana. Sababu kwa Wabukusu hata mtu akienda pale aseme mimi ni Yesu, watamwabudu kama kama Yesu. Haikuja aseme mimi ni baba ya Mungu. Hata juzi kumetokea mwingine amesema yeye ndio baba ya Mungu. Na watamwabudu na atakuwa na wafuasi. Ukitoka pale sasa, enda kuna sehemu fulani kama hawa watu naitwa ni wa Maragoli, nao wanai kanisa inaitwa nini? Inaitwa ADC, African Divine Church. Hii ya kufunga nini? Hii ya vitambaa ya yellow, green, white. So wako na hiyo kanisa hiyo sasa. Nao wanafuata hiyo kanisa vilivyo. Ukitoka pale sasa, enda kwa Wakalenjin. Wakalenjin wako AIC, African inaitwa Inland Church. So hao kuwatoa ndani ni ngumu sana. Kwa hivyo vile wanavyofundishwa, na unajua sasa kwa AIC hauwezi kuwa mchungaji kabla haujaenda Bible school. So unakuta sasa kwenda Bible school si mbaya, kwa sababu hata mimi nilienda Bible school, lakini kwenda Bible school kwanza, jambo la kwanza lazima uwe na mwito wa kuhubiri. So ndio unakutaka sasa kuna mtu alienda Bible school hana mwito. Na kwa sababu hana mwito, anaifanya kazi tu venye angekuwa mwalimu wa shule, ama vile angekuwa angekuwa tu kama mapolisi, hapo anaifanya tu kama kazi. Tunakuta mtu kama huyo hana Roho Mtakatifu, hana macho ya roho ndani yake, anaweza fanya anything. So mtu kama huyo unakuta hata wengine, nimekuwa nikipigiwa na watu wengi sana wa makanisa tofauti, nasema mimi nimelelewa kanisa fulani, lakini mimi mchungaji, kufunguka maisha yangu yamefungwa kabisa. So hawa ni Wakalenjin na Wakamba, wako kwa AIC, na nyingine inaitwanga aje? Kuna nyingine inaitwanga ABC. ABC ni ya Wakamba. So ABC nao iko na Wakamba, nao wameingia ndani kabisa kwa ABC. So huwezi kumtoa kwa kitu ambacho to ABC. So ulienda huko ukasomea Bible na ukakuwa mwalimu wa Biblia. Kwa hivyo unakuta kuna wengine wako na walimu wa Biblia, lakini hawana roho ya Mungu ndani yake. Yeye amechukua tu Biblia hivi kama mwalimu wa CRI. Kwa hivyo atafundisha tu kama hawezi kemea mapepo, hawezi ombea mtu ukombozi,
hawezi fungua mtu, so yuko pale tuna knowledge bure. So kuna watu nakuta wamefungwa kiroho, wamefungwa macho ya roho, hawezi ona mbali. Na kama umefungwa macho ya roho pia, inakuta ni ngumu sana pia wewe nawe kuja kupatana na destiny help. Kwa sababu macho ya roho pia inakusaidianga sana kuona mbali. Kuepuka nini? Kuepuka vizuizi ambavyo viko mbele yako. Maana kuna kitu Yesu alituachia alipoenda mbinguni, anasema naenda lakini nawaachia msaidizi. Na huyo msaidizi ni Roho Mtakatifu. So yeyote ambaye ni Roho Mtakatifu huwa anamuongoza. Na Roho Mtakatifu anaweza kuongoza toka hapa enda mahali fulani. Na unapoenda mahali fulani hapo ndio unakutana na destiny helper. Destiny helper wapatikana tu hivi. Unakuta labda kuna mtu Roho aliongoza na akakutana na destiny helpers. So baba ya Albert pia anahitaji macho ya roho, kwa sababu hata pia anaonekana amekosa macho ya roho. Kuna watu walisema imani kwao ni Wakristo. Kuna watu wanaitwa Wakristo kwa sababu wamezaliwa katika familia ya Wakristo. Na kuzaliwa katika familia ya Wakristo si kumaanisha wewe ni Mkristo. So yeye angelikuwa na macho ya roho, nafikiri kwamba yale macho ya roho ingemulead kwa destiny helper. Na kuna wengi sana ambao wamekuwa katika haya makanisa, na labda mtu akanipigia simu tukaongea na yeye. Nilipoongea na yeye na nikamwambia jambo ambalo anaweza fanya. Na unakuta labda kuna boma, mama ako hapo, watoto wake haolewi. Yeye mwenyewe ni single mother. Sasa nasema mchungaji nitafanyaaje? Then kama anaponiambia lazima nimshauri la kufanya. Ninapomshauri na aweze kufunguka macho na afanye kile ambacho anafanya, nachomwambia afanye, basi anafunguka. Kuna mama niliombea watoto wake wamekafunguka wote wakaolewa. Saizi wako kwenye ndoa. So mtu anahitaji tu afunguke macho ya roho, kwa sababu tunapo hizi nyakati hizi watu wanaishi kwenye giza. Kuna watu wako Marekani saizi, hao ndio wanajua tu kusupport kazi ya Mungu, lakini hawajaokoka. Hawana macho ya roho. So utampigia simu anasema, "Pastor, mimi sadaka yangu natumanga wapi?" Kwa Alpha Lukao, South Africa. Mwingine anasema, "Sadaka yangu natumanga Nigeria kwa nani?" Sijui kwa pastor nani kule Nigeria. Mwingine sijui yake anatumanga sijui kwa pastor mgani. Mwingine akaniambia yake anatumanga kwa Manyuru. Mwingine akaniambia sijui yake anatumanga sijui kwa, kila mtu kuna yake. Sasa mimi namuuliza. Na yuko Marekani. So mimi nawaambia jambo la kwanza, nyinyi ndio mnaitwanga vipofu wa nini? Wa roho. Kwa sababu mna macho lakini hayaoni. Mtu unafaa kutuma sadaka yako mahali unasaidika nini? Kiroho. Unafaa kutuma kama ni saidi yako mahali unasaidika kiroho. So hata kama mnatuma huko, jambo la kwanza mumeokoka. Wengine wao hawajaokoka. Wengine wao hata hawajazama kiroho, hawajui maana ya wokovu ni nini. Mtu kama huyo hata mwenye anatumia sadaka hivi hawezi mpigie simu amwambie, "Hello, Alpha Lukao, mimi ndio natumanga sadaka." So unatuma tu blindly. Jambo la kwanza mimi nasemanga, kama ni sadaka unatuma kwa mtu ambaye ni baba wako kiroho, lazima unaweza kumpigia simu na akachukua na akakuombea na akakushauri. Baba wa kiroho sio mtu tu ambaye umesikia tu ni fulani anafanya miujiza unatuma sadaka yako. Ujui ile miujiza anatumia nguvu gani kufanya nayo miujiza. Kuna wengi ambao wanatumia nguvu ambazo ni za kuzimu. Na mimi nasema jambo la kwanza, Biblia inasema hivi, njia ya kuzimuni ni njia pana, si ndio? Na njia iendayo mbinguni ni njia nyembamba. Hivyo hivi, unajua watu wengi sana wanafuataka kanisa ambalo limejaa watu. Kanisa ambalo lina umati, hapo ndio watu wanafuata. Na ukiangalia kama watu ambao wako na pesa sana Amerika, hawezi tuma kanisa ambalo la mchungaji yako na watu 100, watu 50. Na pengine huyo mtu wa miaka 50, watu 50 ndiye anahubiri kweli. Hiyo watu 50 huyo labda ndiye ana macho ya roho. Huyo ndiye labda ndiye yako na ufunguo wa nini? Wa kiroho. Kwa sababu huyo ndiye anahubiri utakatifu. Na ukiangalia mahali utakatifu unahubiriwa, watu ni wachache. Maana watu wanataka utakatifu. Watu wanataka kukemewa pombe. Mtu anataka aende kanisani na yeye ni mlevi, atoe sadaka yake na akuwe kiongozi pale kanisani, akuwe chairman wa church. Na mchungaji asimulize swali. Akimuliza swali mwambie, "Pastor, wewe unaangalia hii mabati roof nani amenunua?" Mimi ndio nimenunua roof ya kanisa. Na sasa unaniambia nini wewe? Unanifundisha nini? So pastor hizi mkemea kwa sababu akimkemea anaona kama atalusi saidi yake. Huyo mtu ndiye anatoa milioni 1 wapi? Kwa kanisa.
Kwa hivyo hata anakuja hata kanisani akiwa mlevi na pastor simwongelee. Anaweza command hata pastor. Pastor usiombee mahali mtu fulani. Pastor usihubiri mahubiri ya aina hii. Pastor ukihubiri mahubiri ya aina hii utafukuza watu kanisa. Hubiri mahubiri ya kupombeleza watu. Na kuambia mtabarikiwa, mtainuliwa, mtaenda ng'ambo, mtajenga manyumba, mtanunua magari. Hubiri mahubiri kama hiyo pastor, unasikia? Na kwa sababu huyo mtu ndiye anatoa kataidhika kubwa, pastor sasa anakuja na anaanza kukataa kukemea dhambi. Pastor anaambiwa usifanye deliverance, usifanye deliverance, pastor na kusihi usifanye nini? Deliverance. Kwa sababu huyo mtu mwenyewe hayuko delivered. Na wakati watu wanafanywa deliverance, naona hata yeye akifanywa deliverance atajulikana. Kwa hivyo atakatazwa kufanya nini? Deliverance. So kuna watu kwenye makanisa pia wamefungwa, hawana macho ya kiroho. So mtu kama Baba Albert hana macho ya kiroho. Mimi nitasema hana macho ya kiroho. Na angelikuwa na macho ya kiroho, angeona wakati mtoto wake amekufa. Na ameondoka aliyekuwa na nyota kubwa. Sababu jambo la kwanza, kama alishindwa kujua nyota iko ndani ya mtoto wake, amsaidie. So unakuta sasa hata mwenyewe hajielewi. Na ndio unakuta kwamba hata hizo pesa akichangiwa saizi hata kama ni bilioni 1, baada ya mwezi mmoja atawaambia jamani, pesa sijui zimeenda wapi. Pesa sijui nini ina wapi. Hana macho ya roho. Hana macho ya roho. Na nafikiri kuna watu tu watanielewa, wachache wengine hawatanielewa. Hawatanielewa. Kwa sababu mtu maisha yake amefanya nini? Amefungwa. Kama macho hangekuwa yamefungwa, jambo la kwanza, kuna vitu hangekubali. Unapochangiwa pesa, na unajua kwamba hii ni za kuomboleza mtoto, jambo la kwanza pia lazima kuwe na akili. Shetani pia kuna mtego. Kuna pesa ambazo unaweza pokea na zingine unaweza kataa. Kwa sababu mimi najua pesa zote zinatoka kwa politician. 99% inakuwa ni blood money. Blood money. Na mahali alikosea tu ni wakati alipokea pesa kutoka kwa politicians. Wakati alipatiwa milioni 2 kutoka kwa politician, that is blood money. Na blood money, wakati unapochukua blood money, inafanyaka hata zile pesa zingine zote hapo, inakujanga hata kuchukua zile pesa zingine zote. Kwa sababu unapopokea pesa za damu, inamaanisha kwamba hata kama kuna pesa uko nazo, hizo pesa za damu zitakuja kuchukua zile pesa zote. Damu inamaanisha nini? Damu inamaanisha kifo. So huwezi karibisha kifo kwa nyumba yako na unaomboleza tena unaenda kuchukua pesa za kifo. Za watu ambao mikono yao imejaa damu. Ukuje tena kuomboleza na pesa ambazo zimejaa damu. Wewe unalilia damu ya mtoto wako na pia unapokea pesa za damu. Kwa hivyo wewe na wale wauaji hamna tofauti. Wote mnakuwa kitu kimoja. So kuna mahali ambapo nataka niongee na watu watanielewa. Kuna pesa anasema zilipotea. Na jambo la kwanza mimi naweka wazi. Na mimi naweka kama mtumishi wa Mungu na nazungumza kwa yale macho ya roho. Usiniulize utulijuaje. Jambo la kwanza mimi ni nabii pia. Mtu ambaye ni nabii kuna mambo ambayo huhitaji kuambiwa na watu. Na hakuna mtu amenishauri. Lakini na macho ya roho ninaona. Kuna watu na wao vijana wanaitwa Gen Z. Gen Z ndio walishika huyo mzee kabisa. Na wakamsaidia kuomboleza mtoto wake, huyo anaitwa Albert. So wakati vijana wanaomboleza na yeye anapokea damu, pesa za damu, anaanza kusherekea. Alipokea zile pesa za damu zikambrainwash. Akasahau kuomboleza mtoto wake, akaanza kusherekea nini? Zile pesa ambazo amepatiwa. So hawa vijana tuko nao Gen Z. Ni vijana ambao wanaona mbali sana. Ni vijana wako na akili nyingi sana. Kama Gen Z wanaweza ingia kwenye account ya Tanzania na watoe ndani pesa, kwani account ya Baba Albert imefungwa na kufuli gani? Sasa Gen Z waliona kama anawachezea akili. Wakaona hii mzee sasa kama tunalia na yeye hapa anasherekea na pesa, basi tutamuonyesha hizo pesa tunamchangia, wacha tuondoe. Tuone hizo za damu hizo zitamsaidia na nini. So ukiona mzee analialia pale,
analialia kwa sababu sasa labda ndio anaanza kufunguka macho. Anaanza kufunguka macho. Lakini the main thing ya kwa mzee ni ya kwamba huyo mzee hata ukijaribu kumsaidia ni ngumu. Hawezi saidika. Kama hakusaidika tangu alipokuwa mtoto kwa maisha yake. Mpaka wakati alipopatiwa mtoto ambaye ana nyota. Hangeweza kulinda hiyo nyota ya mtoto, ya huyo mtoto. Hapana. Hakuwa na macho ya roho ya kutambua mtoto wako ako na nyota kubwa. Amsaidie kupata ulinzi wa kiroho. Sasa kama hakusaidia mtoto wako kupata ulinzi wa kiroho, hata akichangiwa pesa saizi bilioni 1 sasa zitamsaidia. Zitaondoka tu. Mikono yake ni kama, unasikia kuna watu mikono yao inakaanga ni kama iko na mabawa. Ikiwepo pesa hivi, pesa zinamea na mabawa zinaenda. So mtu kama huyo mzee anaitwa Baba Ojwang, nafikiri kitu anahitaji sana, anahitaji ukombozi, anahitaji kitu inaitwa deliverance. Naitwa spiritual deliverance. Apate mchungaji, apate mtumishi wa Mungu, amfanyie deliverance. Maana ni mzee anaonekana kama saizi amechanganyikiwa na maisha, hajielewi. Wewe unaweza changiwaje? Na tena jambo la kwanza, pesa zimepotea tu wakati ambapo alianza kupokea pesa za damu. Kabla hajapokea zile pesa za damu, mzee pesa mambo ilikuwa inaenda vizuri sana. Lakini wakati tu tulipokea pesa za damu hivi na akasahau kuomboleza mtoto na akaanza kucheka. Akaanza kusimai na akaanza kusema nashukuru sana rais kwa sababu amechukua mtoto wangu kama mtoto wake. Wewe chukua, utajuaje maiti kama mtoto wako bwana? Sasa unaweza kama mtoto anaomboleza. Anasema nimefurahi amechukua mtoto wangu kama mtoto wake. Kama angekuwa hako hai sawa. Mungu ni wa watu walio hai, sio waliokufa. So hakuna mtu mwenye atachukua mtoto wako wakati amekufa aseme ni mtoto wake, na wakati alikuwa hai hakuwa na haja naye. Hakuwa na haja na mtoto wako akiwa hai. Na sasa hakuna haja na mtoto wako akiwa wakati amekufa. Utafurahi wakati sasa mtu anafurahia ati sasa wakati mtu sasa anachukua mtoto maiti yako kwa kama yake. So watu wanahitaji kufunguka macho. Watu wanahitaji kufunguka macho. Na kama ni mzazi unanisikiliza hapa, lazima ushike kitu na uelewe kitu. Jambo la kwanza tunauliza, watoto wangapi wamekufa? Si ni wengi? Watoto walio na nyota kubwa sana hapa Kenya wamekufa. Umeshaisikia kiongozi ametuma milioni 1 au 500? Umeshaisikia? Ni wangapi wanakufanga? Si ni wengi sana? Na wao wamekufa, umeshaisikia serikali imetoa msaada? Wao wachache. Hakuna wachache. Itakuwaje sasa Albert amekufa ati ndio sasa serikali ama rais apeleke mchango? Kwani Albert alikuwa special namna gani kushinda wote? How special alikuwa? Kwa sababu labda kesi yake ilikuwa public, Kwani wengine aliuliwa ambapo kwa njia ambayo haikuwa ya haki. Na wale ambao wanakufa kwa njia ambayo si haki, mbona huwa hawachangiwi? Kwa sababu labda kesi zao hazijajulikana kwa public. Hapo lazima watu wafunguke macho. Lazima wafunguke macho. Kuna vijana wakubwa sana ambao walikuwa na nini sana. Kuna hii kijana alikuwa anaitwa nani huyu? Alikuwa anaitwa nani huyu? Ndugu ya Eric Omondi. Alikuwa anajulikana. Yeye na Albert nani alikuwa anajulikana? Si alikuwa yeye alikuwa anajulikana kushinda Albert. Ulisikia mwanasiasa mmoja amepeleka 100,000? Hakuna. Itakuwaje huyu ambaye amekufa apeleke milioni 1? Uoni kuna mahali watu wanafunikwa macho? Mzidi kuomboleza msawe mambo haraka. Kwa sababu jambo la kwanza, wakati Gen Z wanazidi kuomboleza, kuna watu mahali ambapo jina lao linazidi kuharibika. So lazima hiyo habari ingezimwa mara moja. Lazima hiyo habari ingezimwa mara moja. Na ilikuwa ni njia moja ile habari huzimwa. So unaangalia kuna connection gani kati ya Albert na wanasiasa. Ndio wanasiasa wanaenda pale kufunika ile mambo sasa hizi. Kuna connection gani? Ni kuonyesha wakati wazi walihusika.
Si unasikianga hata yule mtu ambaye kama unasikiaga hata katika familia yule mtu ambaye amekuua ndiye anakuja kununua sanduku yako. Wacha. Si ndio? Hata katika familia. Kama kuna mtu amehusika na kifo chako, huyo ndiye anakuja kulia zaidi, ananunua sanduku. Nasema huyu jameni, huyu alikuwa mtoto mzuri sana. Anapiga nduru kabisa, hata anajiangusha chini. Hata unasikianga, hata for example, unakutaka kama uende, napeana mfano na huku sehemu ya Kiambu. Kiambu ndio kuna single mothers wengi sana. Na unasikiaga kule Kiambu wa mama wengi ni wale waliua bwana zao. Sasa wakati anaua mzee, anaambia mzee amekufa na anakuzakuza hivi, amekufa hapo mwi basi. Raza duru, wamekuwa, anajipingilisha hapo chini, wanaua mzee wangu, wanaua majirani. Basi. Na anajua kameenda. Na anajua amemaliza hiyo kesi. Juu asipopiga duru watasema wewe kwa nini uli na mzee amekufa. So lazima kuja pale na machozi ile, unasikia machozi ya nini? Ashura. Ni machozi ya shura. Ya mamba. Machozi ya mamba. So wanasiasa ambao walipea mzee pesa walikuja na walikuwa wanalia machozi ya nini? Ya mamba. Ya mamba. Analia machozi ya mamba, lakini wanajua kifo hiki huyu kijana tumefanya nini? Sisi ndio tumemuondoa. Kwa hivyo mchungaji, unamaanisha kwamba Gen Z walikasirika? Gen Z walikasirika. Waliona mzee anawachezea. Yeah. Waliona mzee anawachezea akili. Wako hapa wanaomboleza kifo cha mtoto wake na yeye hapa anasherekea na serikali. Ni kama amewaruka, ametoka upande wa Gen Z ameenda upande wa serikali. Hapo ndio Gen Z walikasirika na yeye na wakatampa na akaunti yake ya pesa, wakamwambia basi kama ni hizi pesa tumekuchangia, wacha tuziondoe tuone hiyo serikali hiyo, wacha serikali kuje kuzike. Yeah. Manake tumeona mambo mengi sana yameibuka, wengine wanamsingizia Eric Omondi kwamba sijui ni yeye alikuwa na pin, yani mambo yamechipuka mengi sana. Na yeye alijitokeza kusaidia mzee. Kuna kitu kimoja watashutumu Eric Omondi. Unajua kuna vile watu wanapenda sana. Kuna vile watu wanapenda sana kujiondolea maneno. Na kuna kitu msi kwamba mimi natetea Eric Omondi. Lakini mimi nazungumza tu kama mtumishi wa Mungu. Eric Omondi amekuwa kinyume na serikali muda mrefu. Na Eric Omondi amesaidia watu wengi sana. Ana huduma ya kusaidia watu wengi sana. So wanasiasa, jambo la kwanza watalipa watu waharibie Eric jina. Na wale ambao mimi najua wanaongelea habari ya Eric saizi, namba kubwa ni wale wamelipwa na wanasiasa wamharibie jina. Yeah. Eric amekuwa kusaidia watu tu. Hata bila nani kukuja, lakini juzi tu nasikia Eric ameongea kuhusu serikali. Ameongea mambo machungu kuhusu serikali. Kwa hivyo mbona wanasiasa ambao wako upande huo wasilipe watu wamharibie jina? Talipa tu watu wamharibie jina. Lakini I'm sure, mimi najua kwamba sikumtetea na mtetea Eric, lakini I'm sure Eric hajahusika na zile pesa. Ndio kuna wengi ambao wanaitwaje, kuna hawa YouTubers wengine ama bloggers wengine wanasema sasa watu wanaweka pale Eric ameiba pesa, lakini unajua sasa wanatafuta nini? Wanatafuta content. Wanatafuta views. Wanatafuta viewers kwa sababu unajua kiweka title pale Eric ameiba pesa, basi watapata viewers wengi sana. Lakini I'm sure zile pesa sio Eric ameiba. Mzee alitempa na Gen Z. Alienda kinyume na Gen Z. Gen Z wanaomboleza, naye akatoka upande wa Gen Z akaenda upande wa serikali. Na Gen Z wako kinyume na nini? Na serikali. Basi wanao Gen Z wakasema sasa wewe mzee, kwa sababu umeturuka, sisi tutakuonyesha. So makosa ilikuwa kwa mzee, wanasema mzee aliwafanya nini? Aliwasaliti. Mzee alisaliti Gen Z. Lakini pia kuna swala ambalo limeibuka tu hivi majuzi la ule kijana ambaye alikuwa anauza mask
pale town. Pia aliweza kupigwa risasi na akachangiwa pesa. Nilisikia kwamba pia pesa ziliweza kupotea kwenye akaunti yake. Sijui hapo unalipi la kusema? Mambo yote yako pale naona yanarudikiwa Eric Omondi. Kwa sababu wanasema pia Eric ndiye amefanya nini? Na kuna kijana mmoja ambaye anazungumza ile habari sana. Huyu kijana kuna YouTuber anaitwa nani? Huyu YouTuber zingine tunaona kijana. Huyu kijana mimi namjua sana. Anaitwa? Sijui anaitwa nani? Kuna jina fulani. Huyu kijana kuna wakati yeye alikuwa na act kama mganga. Na alikuwa na tube yake na yeye alikuwa kama mganga. Na watu walikuwa wanamtumia pesa pale akiimitate kwamba yeye ni mganga na anasema kwamba anawatibu. Na watu kutoka Tanzania kutoka wapi walikuwa wanamuita mganga. Na alipoona sasa hiyo content yake imeenda haiendi, basi akatoka kwa uganga sasa. Sasa amekuwa mtu real. Sasa si mganga tena. Sio kijana kama huyo anaweza fanya anything kwa sababu ya pesa. Kwa sababu hata pia kuna watu walikuwa wanamlipa, wanamfanya act. Kuna movie nyingine kuna mchungaji pia alimlipa aende advertise ministry yake, mchungaji mwingine ambaye ni tapeli. So alikuwa anamfanya kwamba alienda kujifanya yeye ni mhubiri ama ni nabii wa kanisa lake. So nakana advertise hiyo, anafikiri contract yao ilifika mwisho. So kijana yule anafanya anything kwa sababu ya pesa. Na huyo kijana including anaweza lipo mpaka na wanasiasa na haribie Eric jina. So kile ambacho mimi nitasema saa hizi, na mimi sisemi kwa sababu ni mimi hata najuana na Eric, mimi hata sijuani na Eric. Simujui na hata yeye hanijui hata mimi. Lakini kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, kuna mambo ninaona katika roho. Eric hajahusika popote. Kuna watu baadhi ya wanasiasa wanaolipa watu waharibie Eric jina. So hapo Eric hajahusika. Kuna baadhi ya wanasiasa ambao wanalipa watu waharibie Eric jina. Eric awache kufanya kile ambacho amekuwa akifanya. Kile Mungu ameweka ndani, kwa sababu Mungu ameweka ndani Eric, Mungu ameweka ndani moyo wa kusaidia watu. Na najua amesaidia watu wengi sana. Lakini sasa baadhi ya wanasiasa ambao wako upande wa serikali wanawalipa vijana fulani waweze kuharibia Eric jina. Na pia watu wengi wakawa wanajiuliza mbona pesa za mzee Meshak Opiyo babake Albert ndizo ziliweza kupotea kwenye simu, na za daughter in law ambaye ni bibi ya Albert zake zipo. Kwa hivyo ikawaje tu ni zake ndio waliweza kuzitrack na wanaweza kumuibia, lakini hawakuibia daughter in law. Si lazima hapo watu wajiulize. Hapo kuna kitu kinaendelea. Basi si kawaida. Na mimi tu namwambia Eric mahali alipo ajipe moyo. Namshauri Eric mahali alipo ajipe moyo na azidi kusaidia watu. Maneno ya watu yasimvunje. Maneno ya wanasiasa yasimvunje. Kile Mungu ameweka ndani yake azidi kukifanyisha kazi na azidi kusaidia watu. So mambo ya kusema atusijui pesa Eric ametoa kwenye akaunti yake. Mzee mwenyewe kuna mambo anapigana naye, kuna madhabahu anapigana nayo ya maisha yake. Na kama amepigana nao tangu utoto, basi anafaa akimbilie maombi. Akimbilie maombi, atumbie watumishi wa Mungu, wamuombe, wampe ushauri. Asije kusema sasa kwa sababu amekaa na wanasiasa sasa. Wanasiasa wanaweza kumshauri mambo ya kiroho. Wanasiasa watamsaidia shauri tu mambo ya hapa duniani, lakini zaidi anataka msaada wa kiroho. Sababu mnao kijana alipomuondokea aliona kama amebaki zero katika maisha yake. Na wakati ambapo kulitokea opportunity watu kumsaidia aweze kusaidika, lakini mzee mwenyewe ni macho yake yalifungwa. Wakati sasa pesa ziliingia mikononi mwake, sasa akasahau kwamba anaomboleza. Akasahau kwamba anaomboleza. Sasa akaona sasa kumbe kifo cha mtoto wangu pia kilikuwa kinafanya mimi nikae kama mzungu. So in other way kwamba mambo yote tunayofanya hapa tujue kwamba kile tupandacho ndicho tutakachovuna. Kile mtu anapopanda hicho ndicho atakacho
vuna. Na Biblia pia inasema kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kuomboleza. Kama watu wanaomboleza, nawe omboleza pamoja nao. Kuna wakati pia wa furaha. Huwezi kuchanganya furaha na maombolezi. Ukichanganya furaha na maombolezi watakushangaa. Sasa hizi mzee angekuwa anaomboleza na mtoto wake. Na wakati kuomboleza hujaisha, si wakati wa kwanza sasa kufurahi na kucheka na kutabasamu. Hapana. Angeomboleza mtoto wake kwanza, baada ya kumzika basi. Baada ya hapo muda wa kufurahi ukifika, unafurahi tu, atafurahi. Yes. Labda unahisi kwamba swala hili kidogo limeingia baridi, limetulia. Kuna utulivu fulani ambao umeingia, sio vile lilikuwa na moto hapo awali. Watu wamenyamaza, mambo yamerudi kawaida. Jambo kama hili sasa at least limerudi, utulivu umerudi chini kidogo. Na kile ambacho kilifanya kwamba mambo yarudi chini, vijana pia walikuwa na moto sana wa kufanya kijana wa kusaidia mtoto wake apate justice. Lakini unaona sasa hiyo justice kupata itakuwa ni ngumu sana. Maana hata mzee mwenyewe ni kama ametoka upande wa wale wanaomsaidia, ameingia upande wa maadui. So unapotoka upande wa wale ambao kusaidia, umeingia upande wa maadui, basi kupata justice itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu sasa wewe kama wewe uko kwenye uko kwa upande wa kondoo, na fisi ndio hakimu, alafu rudi upande wa fisi, utapata justice namna gani? Ni ngumu sana kupata justice ukitoka upande wa kondoo uingie upande wa fisi. Hivyo ujue kupata justice itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo sasa justice Ojwang mwenye atadelay hiyo justice ni baba yake. Na pia tulimsikia babaka akisema kwamba pesa ziliibiwa ambazo zilikuwa zinafaa kuandaliwa mazishi ya mwanawe. Kuna kitu nasema, kunazungumzia kuhusu blood money. Blood money huwezi kusaidia. Blood money hakuna popote inaweza kukusaidia. Jambo la kwanza, inaletanga laana kwako. Ukisikia mtu ambaye amelaaniwa, mikono yake haiwezi kuza pesa. Hakuna chochote unaweza fanya na kitu kinaitwa blood money. Alipochukua tu blood money akaweka kwenye mikono yake, hapo ndio mambo yake yaliharibika. So hiyo mazishi hiyo atazikwa tu. Mtoto atazikwa tu, mwili utazikwa tu. Lakini kulaumu upande wa pesa ni alipokubali blood money katika mikono yake. Alipokubali blood money katika mikono yake, basi hapo ndio mambo yalianza kuharibika na yeye. Na hapo ndio justice yake ilianza kukosa mwelekeo. Kwa sababu damu, chochote kinachogusa damu, Biblia inasema ukiwa na upanga utauolewa na upanga. Unasikia wakati Kaini aliua ndugu yake, damu ya Kaini ilipomwagika ilianza kuzungumza. So yoyote ambaye ameuawa na yule ambaye amemuua, unakutanga hawezi kupata amani. Hawezi kupata amani maishani mwake. Mradhi tu yule mwenye amekufa, ameuawa kwa damu, amemuua. Ukiua mtu mwenye amekufa, hiyo mtu anapokufa, hata wewe jambo la kwanza hautawahi kuwa na amani miaka yako yote, maishani mwako wote. Hiyo damu itakusumbua wewe na uzao wako, na vizazi vyako. Kwa hivyo kama uko hapa hivi, unajua tu kwamba umeshaihusiana na damu. Unajua kuna watu wanasemanga damu kuua ni kufanya nini? Kuua hata kama umeshaisaidia mtu kutoa mimba, uliua. Kwa hivyo huwezi kosa peace, huwezi pata peace. Kuna watu wanakosa kuolewa kwa sababu walisaidia tu watu kutoa mimba. So huwezi kuolewa kwa sababu ulisaidia kutoa mtu kufanya nini? Kutoa mimba. Na kama hata wewe mwenyewe ulitoa mimba, unajuanga hata wewe mikono yako imejaa nini? Damu. Na mtu ambaye mikono imejaa damu ni mtu amelaaniwa. So unahitaji kitu kinaitwa deliverance. Unahitaji kufunguliwa. So bila deliverance katika maisha yako, basi hiyo laana itakusumbua wewe na uzao wako. So uwe tu, hata kama wewe ulisaidia tu mtu kumwambia, ukampatia pesa yako, kumwambia fanya hivi, yeye anatoa mimba. Hata mikono yako iko na damu. Kwa hivyo labda ujumbe wako kwa Baba Albert ni upi? Sorry. So kwa hivyo ujumbe wako kwa Baba Albert ni upi pamoja na ujumbe wangu kwa Baba Albert ni ya kwamba vile alikuwa ameanza kutafuta justice ya mtoto, pasipokuwa na msaada, pasipokuwa
na kuingiza watu wa serikali upande ule, kwa sababu jambo la kwanza justice ilikuwa ni baina yake na serikali. Na kama justice ilikuwa ni kati yake na serikali, na sasa ameingia kwa upande wa serikali, inamaanisha kwamba hatapata justice. So vile alipoingia kwa serikali, ajitoe kule, arudi katika mlango ule mwingine, atafute haki ya mtoto wake. Na najua anapotafuta haki na aweke Mungu mbele, haki ataipata. Lakini akiweka tamaa mbele, aweke pesa mbele, basi haki ile aisahau. Na unajua sasa mtu, jambo la kwanza nimesema kwamba mtu anavunanga kile ambacho amepanda. Sasa umetafuta justice. Unatafuta justice, wewe ni kondoo. Unatafuta justice, mtoto wako wa kondoo, mtoto wako amekufa. Umetafuta justice kati ya fisi. Alafu umetoka pale, umeenda kwa upande wa fisi, umeanza kusifu fisi. So justice haiwezi patikana mpaka wakati atatoka upande ule mwingine wa fisi, arudi upande huu mwingine. Vile alikuwa ameanza kutafuta justice, atapata justice na mtoto wake atamuzika salama. Na zaidi sana anahitaji msaada wa kiroho. So ujumbe wangu ndio huo kwake. Mchungaji, pia kwenye taarifa tunaliona jana akisema kando na Albert, watu wengine 20 wamekufa katika mikono ya police cells in the last 2 weeks. So hii trend unaweza izungumzia kivipi? Kwa sababu mtu akishikwa tunatarajia apelekwe kotini, afunguliwe mashtaka, ahukumiwe, kuliko akufie kwa police cells. Na IPOA wanasema si wote wanakuwa highlighted. Wengi wanakufa na inaenda hivyo tu chini ya maji. So utaguzia vipi katika swala kama hili kuhusu polisi? Kuna kitu ambacho nitaambia polisi, na polisi wengi wanaishi maisha ya laana kwanza. Namba kubwa sana ya polisi wanaishi maisha ya laana, kwa sababu unakutanga polisi wengi, hata huyu mtu akiretire anaendanga kuandikwa kuchunga ng'ombe. Kwa sababu mikono yake imejaa damu. Na huyu mtu anatumika kuua, anatumika kutesa watu. Na huyu pengine ana watoto wadogo, ana watoto tu, na yeye anatesa watoto wengine. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hiyo damu tu huwa inatesa yeye, inarudi inatesa yeye pamoja na uzao wake. So hawa watu wanaoitwa polisi, kuna kitu kimoja nawaambia kwamba mjue kuna Mungu aliyewaumba. Kunaye Mungu ambaye analeta justice. Na kama wewe utafanya ile kazi kinyume na mapenzi ya Mungu, utafanya ile kazi na kumwaga damu kwa ile kazi, ati unapata pesa zote za damu. Nataka muone mfano. Wakati tu Baba Albert amepatiwa pesa za damu, ndio ameanza kuhangaika, ndio ameanza kuteseka moyo wake, anashindwa atazika namna gani. Lakini kabla hajapatiwa pesa za damu, account ilikuwa mzuri, hakuna mwenye alikuwa anaingia ndani ya account yake, si ndio? Lakini wakati pesa za damu zimeingia kwa account yake, basi account imeanza kuwa nini? Kwa sababu hajui za pesa alipatiwa kama ni za mashetani. Hajui zilikuwa zimefanya nini, zimetoka wapi. Hajui zilikuwa zimeua nani ama nani. Alafu hizo pesa umechukua umeweka account yako, zitaondoa tu zile pesa zako, zitakula pesa zako. So askari wengi unakutaka kwamba pesa wanazopokea ni pesa za damu. Askari wengi wanapaka wanalipwa waue watu. So unakuta pesa anazopokea ni pesa za damu. So askari, mnaponisikiza popote, fanyeni haki. Na ile haki yenu itawatetea katika maisha yenu na itafanya muishi maisha mazuri. Angalieni tu wale maaskari ambao ni corrupt. Ukiangalia mtu maisha yake ni horrible. Maisha yake ni horrible kabisa. Utakuta huyu mtu anaishi maisha mengine hata haieleweki. Haieleweki kabisa. Kuna wengi najua hata wamejenga manyumba maorofa, lakini hizo nyumba unakuta ziko tu pale. Zingine hata tena ndio wengine ndani. Kwa sababu walijenga na pesa za nini? Za damu. So polisi, unless mugeuke mwanze kutenda haki, ndio Mungu aanze kutembea na nyinyi. Sababu polisi wengi sana Mungu amewaondokea. Na wanaishi maisha ya laana, maisha ya taabu kabisa. Maana mimi tunashangaa ati siku moja tunapita barabarani. Napita barabarani na gari langu. Askari ananisimamisha. Ananiambia ati kanyaga breki.
na kanyaga breki inawaka. Anasema ai, na hii inawaka namna gani? Mbona iwaki kama gari zingine? Na breki ni nini? Na tire breki nimeweka ni mpya. Hadi mbona inawaka zaidi? So sasa kusema inawaka zaidi ni kusema nini? So wote, yani namba kubwa ya polisi ni corrupt. Na namba kubwa mikono yao imejaa damu. So kile ambacho tunazungumza kwa polisi, jambo la kwanza, kikosi cha polisi kimeoza, kinahitaji ukombozi. Kinahitaji wote polisi ambao mtu anafanya kazi ya polisi. Usipoweka Mungu mbele, unajua kwamba laana ya Mungu iko juu yako. Na ndio unakuta wengi wao hata wanakufa vifo mbaya sana. Na ndio unakuta wengi wao wanajinyonga. Polisi wengi wanajipiga marisasi. Wanajinyonga. Ni kwa nini? Mikono imefanya nini? Imejaa damu. Vile ulimwaga damu za watoto wengine, innocent blood, inakuinda mpaka wewe mwenyewe. Na namba kubwa sana ya maaskari unasikia kesi, amejipiga risasi, ameua bibi yake, akarudi akajiua. Akaua mpaka watoto, akarudi akajiua. Kwa sababu mikono yao imejaa damu. So mimi nawashauri tu kama askari, fanyeni kazi. Mfanye kwa haki. Mnapofanya katika haki, basi hiyo kazi yenu itakuwa na baraka. Itakuwa na baraka na kikosi kitaheshimiwa. Lakini baadhi ya polisi wachache wamefanya kile kikosi kimedharauliwa. Mtu hata unapopelekwa kwenye seli unajiona hakuna haki utafanywa. Kile kwa seli mwizi wa kuku anaenda kufungwa miaka 10. Lakini mwenye ameua mtu anaenda pale hivyo, anaenda anapeana shilingi 10,000 anaachiliwa. So ufanye kazi kwa haki, nanyi mkaishi maisha ya baraka. Mchungaji, pia umetaja sana kuhusu blood money. Na wanasiasa tunawajua ni watu wenye ushawishi mkubwa sana kwenye jamii. So utatuelezea tu kwa tujidhahadhari vipi na hii blood money juu mnaweza patana, unaweza ajiriwa kwa mwanasiasa ama maybe transact na yeye, anaweza kuja anataka kununua kitu chako, utajikinga aje na hii blood money? Okay, kuna kitu ambacho mtazungumza hivi. Kuna ile pesa unayepata kwa mtu wakati bila kujua mtu mwenyewe yuko namna gani. Kwa sababu jambo la kwanza, mimi najua kwamba Mungu hawezi kukuhukumu kwa dhambi ambayo haujui. Mungu hawezi kukuhukumu kwa sababu ya dhambi ambayo haujui. Mtu hukumiwa kwa sababu ya dhambi anayefahamu. So mtu kama huyu, unajua huyu mtu ni wa kumwaga damu, pesa zake wachana nazo, kaa mbali na pesa zake. Lakini kama haujui, nasikia Mungu hawezi kukuhukumu kwa dhambi usiyojua. Sijui kama nimejibu. Wow, all right. Yes. Asante sana mchungaji kwa muda wake. Sijui kama una la ziada labda tunapomalizia. La ziada ni kwamba labda unanitazama hapa. Wewe pia mikono yako haiwezi shika chochote. Labda umefanya kazi miaka na miaka, mikono yako unakuta kwamba haiwezi shika pesa zikae katika mikono yako. Unahitaji pia ushauri wa kiroho, na unahitaji msaada wa kiroho, ufunguliwe katika vile vifungo. Ili kwamba ukaishi maisha ambayo utayafurahia. Kwa sababu wengi mwaishi katika vifungo usipovijua. Kuna watu wana vifungo tele lakini hawajui. So labda unatazama na kwenye kifungo fulani na haujui utatokaje. Ni vizuri kwamba weza tu kunipigia simu tuweze kuongea, na kama unaweza kuja kunitafuta kunipigia simu, pia nina ofisi ambayo tunaweza kaa chini tuongee one by one bila haraka. Unieleze shida zako. Unajua kuna wengine nawaambia kwa kuja kanisani anaogopa, hasa sana watu wenye wako na pesa. Unakuta mtu akiwa tajiri sana anaona sasa kuja na Prado yake aweke pale kanisani, mtu anashindwa sasa, mwangalie huyu amekuja kanisani, amekuja kufanya nini? Kwa sababu kuna wengine wanaruhusiwa tu ambao kama wale ambao Nicodemus alienda kwa Yesu usiku. Na hakutaka kujulikana na watu kwa sababu alikuwa msomi sana. Sio kwa watu ambao wanaenda usiku, wao pia nimewatengenezea ofisi hapa. Kama hutaki watu wajue mambo yako, unaweza kunipigia simu na nikwambie nikupe direction ya ofisi yangu, mahali ya utakuja, tukae wawili na tuongee na wewe, na utasaidika kiroho, utasaidika katika maisha yako na mambo unang'ang'ana nayo. Kuna watu hawakutakii mazuri, biashara zako haziendi vizuri,
maisha yako tu jumla haiendi vizuri, kuna mambo hayaendi vizuri kwako, na ungetaka kuniona tukutane na wewe ana kwa ana, nipigie simu yangu, nitakupa direction uje kwenye ofisi yangu, tukae chini wawili tuongee mambo ambayo mtu hatajua, na atakayejua ni Mungu peke yake. Kile kizuri sana ni uweze kusaidika, na hiyo ndio kitu sana cha muhimu. So ninapomalizia, labda nitapatia na nambari yangu ya simu. Niko na nambari 2, zote ziko kwenye WhatsApp. Nambari ya kwanza ni 0722 744 672, 0722 744 672. Nambari ya pili 0721 777 388, 0721 777 388. Hizo namba zote ukinipigia utanipata. Na pengine labda ndani yako unasikianga una huduma ya kusaidia watu kwenye slums, kwenye streets, pia ninakukaribisha, unaweza kunipigia simu. Na hiyo huduma huwa naifanya siku ya Wednesday na Friday ya kusaidia watu kwenye slums huko, kuwapelekea unga, kuwapelekea mavazi. Uko na nguo pale hautumii, na hizo nguo unasemanga hizi nguo nitapeleka wapi? Kuna watu ambao kupata nguo ni shida sana. Hizo nguo nitumie, zitasaidia watu kwenye slums. Hata kama ni nguo za watoto, hata kama ni blanketi, hata kama ni mattress, zitasaidia watu kwenye slums. So Mungu awabariki sana. Wow, hata na sisi tunasema shukran sana mchungaji kwa muda wako. Kwa mtazamaji wetu wa Tales by Nelima, mimi naitwa Edith Nelima, na kama unatutazama kwa mara ya kwanza, tafadhali usisahau kubonyeza subscribe. Stay tuned for more stories to come.